Sote tunajua kwamba Bwana Mungu ametuinulia nabii wa viwango vingine katika taifa letu la Tanzania. Nabii ambaye Bwana ameanza kumfichua na kumtambulisha kwa namna ya aina yake. Nabii huyo si mwingine bali ni mtumishi wa Bwana, mtume na nabii James Onea, ambaye hivi karibuni aliweza kutabiri kwa habari ya matokeo ya mechi ya Simba na Yanga. Hebu tujikumbushie unabii huo. Amen. Lakini ukweli ni kwamba utasikia kwamba Simba inapata ushindi mwembamba dhidi ya Yanga. Unaona sasa? Lakini baadhi ya watu kwa kutokujua neema hii ya Bwana Mungu wetu inavyotenda kazi ndani ya maisha ya mtumishi wa Bwana, waliamua kurusha maneno ya kejeli, dharau pamoja na matusi. Na wengi walidhani maneno yake yanatokana na hali ya kubahatisha au namna fulani ya bahati nasibu. Lakini ningeomba tujikumbushie kwa sisi ambao tunamfahamu mtumishi huyu wa Mungu kwamba ana rekodi ya kutabiri maneno ya kitaifa na kimataifa kutoka katika nyanza zote, iwe ni siasa, michezo, teknolojia, hata katika majanga ya asili. Kwa mfano, wakati ambapo hakukuwa na dalili kabisa ya Donald Trump kugombea urais katika awamu ya 47 nchini Marekani kupitia chama chake cha Republican, mtumishi wa Mungu huyo aliweza kutabiri ya kwamba Donald Trump atashinda nafasi hiyo. Hebu tujikumbushie unabii huo. Haleluya. Na ninaitwa mtume na nabii James Onea, na nataka kuzungumzia kwa kiasi tukio ambalo limetokea Pennsylvania, ambapo alikuwa rais wa 45 wa Marekani Donald Trump siku ya leo ya tarehe 14 mwezi huu wa 7 2024 amenusurika kuuawa. Na ni habari ambazo zimesambaa dunia nzima, lakini habari mbaya vile vile kwamba mtu ambaye alikusudia kufanya mauaji hayo yeye aliweza kuuawa na wengine wawili wameweza kujeruhiwa. Nataka kuzungumza jambo kwa sababu kwa nini Donald Trump amekuwa chini ya mashambulizi ya ajabu ya maneno, ya kesi, na zaidi ya yote maisha yake sasa yamejikuta yako hatarini. Mlengwa wa kimungu ni nini hasa kwa habari ya Donald Trump? Kwa kadiri ambavyo ninakumbuka mwaka 2020 wakati uchaguzi wa Marekani kumpata rais wa 46 unafanyika, ambapo Joe Biden alikuwa akipambana na Donald Trump, na kwa wakati huo Donald Trump alikuwa ni rais wa 45 wa Marekani. Mimi kama mtumishi wa Bwana nabii nilipata neema ya kufunuliwa jambo na Bwana kwa habari ya uongozi wa Donald Trump ambao unatakiwa uwe mara mbili. Yani alitawala mara ya kwanza, alitakiwa atawale na term nyingine tena kama rais wa Marekani, ikiwa ni rais mwenye agenda fulani hivi ya kimungu. Usishangae kile ambacho ninakwambia imeandikwa katika Amos 3:7 ya kwamba Bwana Mungu atafanya jambo lolote isipokuwa amewafunulia watumishi wake manabii. Kuna agenda ya kimungu ambayo ipo nyuma ya pazia kwa habari ya uongozi wa Donald Trump, na napenda uelewe ya kwamba ni jambo ambalo limeshaamuliwa kimbingu na kwamba Donald Trump anatakiwa atawale katika term mbili. Term moja alishatawala na kuna term nyingine ambayo inatakiwa atawale. Kwa hiyo ndio maana kuzimu inamtarget Donald Trump kwa sababu kuna agenda fulani ya kimungu ambayo ameibeba. Zungumzia mambo ya kisiasa, ninazungumzia kwa habari ya agenda ya kiungu. Na ndio maana kiangalia vizuri namna gani ambavyo Donald Trump ameweza kuokolewa kutoka katika ile mauti. Lilikuwa ni tukio la sekunde tu, kitendo cha kugeuza tu shingo yake, bullet was shoot, silaha iliachiliwa, na ndivyo ambavyo maisha yake yaliweza kuokolewa. Ni Mungu ndiye ambaye anahusika katika kuokoa maisha ya Donald Trump na kumhifadhi hai, kwa sababu mtu huyu ana agenda ya kimbingu kwa habari ya term inayofuata ya uongozi wa Marekani. Nipende kuweka bayana kwamba yeye ndiye mtu ambaye mbingu imemlizia kwa ajili ya kuchukua uongozi katika muhula unaofuata wa utawala
wa Marekani. Kwa hiyo ninapenda ni waasi vile vile viongozi wengine wa kidini na madhehebu mbalimbali usimame kwa ajili ya kumwombea afya, kumwombea ulinzi, kwa sababu bado kumbuka kampeni rasmi hazianza za kuweza kugombea nafasi ya urais. Lakini tunatakiwa tumuombee afya, tumuombee ulinzi, na vile vile tumuombee yule ambaye chama kingine vile vile itaweza kumteua kwa ajili ya kugombea nafasi ya urais. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Daudi, damu ya mwana kondoo, damu ya Yesu Kristo ambayo inanena mema, ikapata kwenda kufunika Donald Trump, ikaifunika familia yake, ikalifunika taifa la Marekani, na kila mmoja ambaye ana moyo wa dhati kuona makusudio ya Mungu na mpango wa kiungu unatimia katika taifa la Marekani na dunia. Katika jina la Yesu, Bwana achilie neema juu yako kwa ajili ya kusimama mahali palipobomoka na kufanya maombi rasmi katika jina la Yesu mwana wa Daudi. Mengi yatafuata ambayo nitayazungumzia kwa habari ya mustakabali wa Marekani na dunia, sawa na Bwana ambavyo ataendelea kutufunulia. Jina la Bwana libarikiwe daima. Unabii huo ulitokea siku ya tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka 2024 kabla ya uchaguzi mkuu wa taifa la Marekani. Siku ya leo ya tarehe 14 mwezi huu wa 7 2024, nipende kuweka bayana kwamba Donald Trump ndiye ambaye atakuwa rais anayefuata wa Marekani, na kwamba yeye ndiye mtu ambaye mbingu imemlizia kwa ajili ya kuchukua uongozi katika muhula unaofuata wa utawala wa Marekani. Na hatimaye maneno hayo yaliweza kutimia siku ya tarehe 6 mwezi wa 11 mwaka 2024 ambapo Donald Trump alitangazwa kuwa mshindi na kuapishwa tarehe 20 mwezi wa kwanza mwaka 2025 kama rais wa 47 wa taifa la Marekani. The Fox News Decision Desk can now officially project that Donald Trump will become the 47th President of the United States. Video ya uhalisia wa unabii huu kabla haujatimia uliwekwa katika chaneli yetu mama ya Gurudumu la Kinabii katika akaunti ya YouTube, ikiwa na kichwa cha habari kinachosema nini kitakachofuata baada ya Donald Trump kunusurika kuuawa kwa kupigwa risasi. Sasa hebu tujiulize, kama nabii anaweza kutabiri kwa habari ya jambo kubwa kama hili linalohusiana na uchaguzi wa nafasi ya urais katika taifa la Marekani, anashindwa kutabiri kwa habari ya matokeo ya mpira wa Simba na Yanga? Utasikia kwamba Simba inapata ushindi mwembamba dhidi ya Yanga. Ni wakati ambapo Watanzania tunatakiwa kufunguka macho na kujua kwamba Bwana ametuinulia nabii wa kipekee katika taifa letu la Tanzania, na si mwingine ila ni mtumishi wa Mungu mpaka mafuta wa Bwana, mtume na nabii James Yonea. Baki umebarikiwa. Asante.